Mzize Clement, Mzize! Attention please. Asemaye kesho ni mrongo, aliye mbele yetu ni shabiki, mwanachama, mkereketwa, mfia bendera wa klabu ya Simba. Huyu ndo muhindi wa Simba, miongoni mwa wanachama ambao walitisha presi zaidi ya mara moja kukataa na kuupinga utawala na uongozi wa Murtaza Mangungu. Leo yuko hapa. Kipi kinafanya mpaka tulikuwa tunaipinga uongozi wako? Mmemalizana na uongozi wako kwanza? Mimi msimamo wangu ule ule kwamba hatufai. Mangungu hawafai. Hatufai. Yaani hatufai. Unajua mwandishi, kuhusu mechi ya leo, awali ya yote nimshukuru sana mwekezaji wetu Mohamed Mo kwamba kateua wajumbe wengine wa bodi, kaivunja lile bodi ambayo ndio ilikuwa kelele yetu. Tulipiga sana kelele na nashukuru kwamba ametuelewa na kalivunja hiyo bodi na kaleta watu wa maana. Kwani Mangungu mtaki tena wewe? Mpaka leo simtaki tena, hata kama leo anajiuzuru mimi naenda sujudu, nasema shukrani. Unajua mimi katika maombi kwa Mwenyezi Mungu yalikuwa mawili yangu. Maombi yangu nilikuwa naomba sana kwa Mungu. Cha kwanza, Mo avunje bodi lake, ambao Mwenyezi Mungu kasikiliza ombi langu hilo. Mo kavunja bodi, tumepata vijembe, vishoka ndo tunao sasa hivi, ila Mwenyezi Mungu ombi langu moja bado hajalisikiliza. Ombi gani? Ombi la Mangungu kujiuzuru, lakini ipo siku nayo itafika, mwisho wake utafika. Mangungu ataondoka Simba. Yule narudia na kauli yangu hiyo kila siku, na nakupa kwamba yule ni chawa wa Yanga, ndo anatufelisha kwenye mechi za Yanga. Mo alikamatwa akapelekwa polisi, ambaye mlikuwa naye kwenye ile harakati ya kuondoa na ama kupinga uongozi wenu. Mo ameachiwa. Mo Dr. Mohamed yupo mjini. Manake harakati zenu zimeisha. Unajua Mo usimzungumzie kabisa. Mo ni msaliti. Dr. Mohamed shabiki wa Simba. Mo ni msaliti mkubwa. Alikuwa hajapelekwa wala hajashikwa, alikuwa anatafuta hela. Yule ni mroho wa pesa. Mo ni mroho wa pesa. Dr. Mohamed ni kama anamsikata, yupo karibu sule pale na tunazungumza, ni mroho wa pesa. Ametusaliti. Sawa bana? Yule ukimpa fungu anakubadikia hapo hapo. Ndio huyu Mo. Sisi tuna msimamo, sisi wenye harakati, sisi hatutaki hata shilingi ya mtu wala hatutishiki. Umeelewa bana? Hatutishiki. Kwa hiyo mimi nasema mwandishi kwamba leo kwa vile tuna imani na bodi iliyochaguliwa mpya chini ya mwenyekiti wetu Magori, tuna Babra, tuna jembe lingine kali, huyo mimi namwita Kisu Mkwabi, ambaye anajua fitina za ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Kwa hiyo tuna imani na hao watu, na na imani kwamba huyu chawa wa Yanga na imani kabisa kwamba hajashirikishwa leo kwenye mechi ya leo, kwa sababu anaonekana kabisa huyu ni mtu wa Yanga. Mwandishi, katika baadaye kumchagua kwa mwenyekiti, alituahidi kwamba yeye atakuwa anaifunga Yanga kila wakati, lakini juzi alivyohojiwa na mwandishi alikana kwamba hajaongea hivyo, na watu klipu tunayo, au nikuonyeshe? Clip ya Murtaza Mangungu akiwaahidi wanachama na mashabiki kwamba utawala wake utainyanyasa, utaisasambua, utaikwarua, utaichapa klabu ya Yanga. Ushahidi sasa, mambo kwa ushahidi. Kazi nimeitaka na kazi naifanya, kwa sababu kazi naiweza. Mwindi wa Simba anatupa ushahidi wa mwenyekiti wa klabu yake, namna ambavyo aliahidi kwamba ataifunga Yanga, na juzi kwa mwandishi wa habari amekataa na akataka watu wampe ushahidi ili atoe milioni 10. Sasa muhindi wa Simba hayuko nyuma. Sikilizisha.
Sasa mbona amesahau ahadi yake? Ndio hiyo tunasema kwamba huyu anatumika na Yanga, na mimi mpaka kufa kwangu tunasema mpaka huyu aondoke. Huyu ni chawa wa Yanga, huyu ndo anatupigia wakati anatupigisha na Yanga. Mwandishi, mwaka jana sisi Simba timu ilikuwa nzuri, timu ilisimama, tulifika mpaka fainali ya CAF. Kama timu yetu ingekuwa mbaya tusingefika fainali. Ligi kuu tuliperform mpaka mechi ya mwisho, ndio katufelisha huyo mpaka tumekosa ubingwa. Wewe na mapungufu mengi, alafu anasema kwamba mimi niko tayari kutoa milioni 10. Sasa ampe huyu mwandishi milioni 10. Alafu mimi nasema hivi, mimi bwana Kamwe kanifurahisha sana. Ali Shabani Kamwe, Msemaji wa klabu ya Yanga anafurahisha mwendo wa Simba. kanifurahisha Kipi mzee wangu? kwa hicho alichoonyesha clip kama nilivyokuonyesha. Ushahidi kwamba Akatoa na akasema kwamba mimi nataka hizo milioni 10 anipe mimi. Shauri Mangungu ampe milioni 10, ampe milioni 10 kwa sababu kaleta uthibitisho kwamba kweli aliongea, lakini alikana. Alafu kingine, kauli yake ambayo ni chafu kabisa na sijaipenda, na kweli naikana. Akasema kwamba mimi Mswahili, ndio maana mnaniuliza alikuwa anamaanisha nini hapo? Kauli chafu, huyu jamaa ana kiburi kwamba yeye ni Mswahili. Anaongea anamaanisha nini hapo mwandishi? Kwamba mtu anapoongea kwamba mimi Mswahili ndio maana mnaniletea, ina maana alikuwa anamlenga Mo. Kama Mo kwa sababu sio Mswahili. Mo, kwa nini msimulize? Kwa nini msimulize pia Mo? Ndio anamaanisha. Kwa hiyo hizi kauli zake awe anaangalia sana anapoongea. Leo vipi? Alafu mwandishi kingine, Sema kingine. nafikishia ujumbe sana kwa viongozi wangu kuhusu suala la sisi kufungiwa na kupigwa faini. Yes. Muona bwana mwandishi, ujumbe wangu kwamba tuna washabiki ambao sio wa Simba lakini wanavaa jezi za Simba na kuharibia brandi ya Simba. Kweli wapo mzee mwendo Simba? Wapo wengi sana. Ndio maana mmoja wapo ni Mchome. Huyu Mchome ni mshabiki wa Yanga Utopolo, anavaa jezi yetu ya Simba, anatuharibia brandi yetu. Kwa hiyo Mchome uangalie sana na wapelekea ujumbe wa viongozi wangu kwamba huyu Mchome wamchukulia hatua kubwa sana na kali sana. Asipewe jezi ya Simba, asivae. Wewe mwandishi yule, kama ni Simba, kwa nini asije kwa aji mechi za Simba na kujaga mechi za Yanga tu na anashangilia? Huyu mtu ni Yanga, lakini anatumia brand yetu kutuharibia. Ndio maana mnafungiwa na CAF. Ndio maana tunafungiwa. Watu kama hao wapo na tunao, kina Mtume kwa wengi kwenu Simba. Wapo wengi na wanatuharibia. Kwa hiyo huu ujumbe pia nawapa viongozi wangu kwamba hili swala walifuatilie sana, na kama huyu Mchome achukuliwe hatua za kisheria. Okay. Tumeona kauli za viongozi wa Young Africans. Mzize Clement. Mzize! Attention please.